Mke wangu, imenifanya kipofu wa mapenzi. Nimepata kila kitu ila nimekosa wewe. Hivi wewe mtaki kwambia amechoka umuelewi? Nimekwambia hivi nimechoka, nahitaji kupumzika. Pesa na matatizo inaleta ugomvi. Nibuka. Vipi tena? Si umesema uko sawa? Ni ukweli mke wangu siko sawa. Kuna jambo linanisibu. Mambo gani mume wangu? Unajua najaribu kuyafikiria maisha tunayoishi. Hivi ni maisha gani tunayoishi? Nimekuwa mtu wa kualisha miogo kila siku. Najaribu kupambana kwa kadri ya uwezo wangu, lakini nashindwa. Kiukweli haya maisha mimi hayanipendezi hata kidogo. Najaribu kuangalia labda namna gani ya kupata kazi nyingine tofauti na hivi vibarua, lakini yenyewe sipati. Ndio maana naona ninakaa na mawazo mengi, nafikiria vingi. Sipendezi nayo maisha. Mungu, kuhusu swala la kutulisha sisi miogo, na haijawahi tokea hata siku moja sisi tukalala njaa. Kila siku tunakula mpaka tunasaza, Na kuhusu swala la mimi kujifungua, hayo yote ni kumwachia Mwenyezi Mungu, ndiye anayejua. Mke wangu, ni sawa unachokiongea, lakini hebu jaribu kumwangalia huyo mtoto. Ameshafikia umri wa kwenda shule, lakini sina maandalizi yote ya mtoto kumpeleka shule. Haya, kwa sababu yote inasababishwa na ugumu wa maisha ninayoishi. Hivi siku mwanangu amekuwa anikute babake anaishi kwenye haya maisha, si hata nidharau mimi? Mume wangu, mbona watoto wengi wanaanza na nguo za nyumbani wakiwa wanaenda shule? Hata kwako huyu mtoto wetu Queen anaweza kaanza na nguo za nyumbani ukiwa wewe babako unajitafuta. Halafu pia mume wangu hawezi akaja akatudharau endapo sisi wazazi tutamlea vizuri. Kwa hiyo mume wangu, ondoa shaka, ondoa wasiwasi. Kumbuka wewe mume wangu ni kichwa cha familia, na mimi mama ni moyo, na hao watoto ndio kiungo cha familia. Kwa hiyo sisi wazazi tukisimama thabiti kwa leo watoto wetu vizuri, hata kuja kutudharau hata siku moja, na atakuwa mfano wa kuigwa hata kwenye jamii mume wangu. Kwa hiyo mume wangu, ondoa wasiwasi. Mwisho utakonda bure baba yangu ukiwa na mawazo kama hivi. Mbona sisi tunaishi vizuri tu? Mimi namshukuru Mungu sana. Unajua, naweza nikasema kwamba mimi ni kijana mwenye bahati sana hapa kijijini. Na bahati yangu ni ile kwa kupata wewe. Lisa ilikuwa inaniumiza akili kwa muda mrefu, lakini wapo sasa umeshanifumbua kabisa. Kwa niwe na amani tu. Mimi mke wako. Sio na wasiwasi mwanangu. Nakupenda mke wangu. Nakupenda pia. Hasa, ngoja mimi nikuache niende kwa rafiki yangu Gaspi, lakini usichelewe. Ciao. Haya sawa. Haya. Safari njema. Haya poa. Ina maana kiongea hujanielewa? Nimekwambia hivi nimechoka, nahitaji kupumzika. Mke wangu, unapumzikaje aliyakuwa mmeo unajua kabisa na njaa na sijala chochote afu nimetoka kazini? Kwa nini lakini mke wangu?
Nipo chumbani. Mke wangu. Wewe mke wangu. Jamani, hivi mimi nimeoa au mimi nimeolewa jamani? Mke wangu. Mke wangu, hivi ni adabu gani ya kwa mimi nazungumza kweli unaniacha afu unadai kwamba umechoka? Umechoka kwa kazi gani uliyokuwa nayo? Nimechoka, sijisikii kujielezea kwako, sawa? Lakini mke wangu, mbona umekuwa na dharau sana siku hizi? Ni kwa nini lakini unakuwa unafanya hivyo? Hivi mke wangu, mimi nazungumza kweli unatoka unakuja unadai umechoka. Umechoka kwa lipi? Yaani ulivyo mkorofi. Nimekuacha sebuleni, umenifuata chumbani. Kwanza unajua nashangaza. Lakini sio vizuri mke wangu kutoka sebuleni bado tunazungumza. Yaani kupika huwezi na mambo ya chumbani huwezi. Hivi kwa nini watu tunapenda sehemu tusiyopendeka jamani? Na mara nyingi watu wenye mapenzi ya kweli ndio waga tunateseka. Au mke wangu kwa kuwa umeshajua kwamba nakupenda ndio maana unanitesa hivi? Kumbuka hili tatizo mke wangu sijalipatia utotoni. Ni tatizo limenikuta ukubwani mke wangu. Ishia hapo hapo na kujua A to Z. Kwanza, unataka kuniambia hili tatizo umelipata kipindi cha ndoa yetu? Jibu ni hapana. Yaani hili tatizo ulikuwa nao tangu utotoni na tangu unioe huwa ni mara moja tu, tena kwa kushtukiza. Mke wangu. Jamani, hivi ni kweli ni maneno gani ya kuniambia meo hivyo jamani? Yaani hapo ukihisi njaa sana, utanyenyuka hapo utaenda jikoni upike chakula ule. Ukiendelea hapo manake una njaa. Kwanza ngoja nikwambie kitu. Huko nilikotoka nimechoka sana, nahitaji kupumzika. Nasitaki usumbufu. Mke wangu. Imenifanya kipofu wa mapenzi. Nimepata kila kitu ila nimekosa wewe. Hivi wewe mtaki kwambia amechoka umuelewi? Nimekwambia hivi nimechoka, nahitaji kupumzika. Nilidhani pesa itakupa furaha. Kweli ya maisha ya ndoa ni kuteseka sana. Sijui na wenzangu wanateseka hivi. Kweli wewe mke wangu mimi ni wa kunitesa hivyo? Nilidhani pesa itakupa furaha. Karibu sana kaka Rabi. Asante sana bwana John. Pole sana mdogo wangu. Asante. Lakini kumbuka hizi ndio changamoto za kazi. Unajua nini kaka Rabi? Yaani kipindi napigiwa simu sikuamini kabisa. Ndio. Yaani hivi mdogo wangu Dani Moyo ilikuwaje hadi ukapata ajali? Kaka, yaani hadi siwezi kuelezea. Mpaka nimefika hapa nahisi ni nguvu za Mungu ndo zimenifikisha. Kipindi naendesha gari, kuna watoto wawili walikatiza barabarani ghafla. Nilivyojaribu kuwakwepa, niliona mkono unanivuta kutoka nje na kupata ajali. Mpaka sasa hivi nimefika hospitali. Shangaa tunaamka nipo hospitalini tu. Yaani ndo nimeshia hapo tu. Pole sana. Nishapoa. Mungu mkubwa, utapona na utarudia katika hali yako ya kawaida. Pole sana mdogo wangu. Asante. Mdogo wangu Dani Moyo, naona nikupeleke chumbani ukapumzike. Maana kwa sasa hali yako sio nzuri kabisa. Basi sawa, sasa ndio nisaidie kwenye escort maana nasikia maumivu kweli. Usijali bwana, acha nikupeleke. Kaka Radi. Naam, Juni. Naona wadogo ngoja nipeleke kwanza huko chumbani akapumzike. Ni kweli mwescort bwana Juni.
Mr. Roni, bosi ameshafika. Vipi hajaniulizia lakini? Vipi lakini ushakunywa chai? Hiyo chai wapi simuona na kazi hata kufuta. Halafu mbona after sasa hivi? Au nawe ndio umechelewa? Na mbona wewe mwenyewe umechelewa? Mimi nimechelewa kwa sababu usafiri ulikuwa ni wa shida. Haya. Mbona basi na mimi nifute hapa. Haya baba. Jamani, za leo tena. Salama. Ndio. Karibu. Asante. Samani. Hivi vile vyeti jana niliwaachia mlimpelekea bosi? Yeah, nilimpatia. Sema jana hakuwa sawa kabisa. Ndio. Labda kuna mwongozo ambao aliwapatia? Yeah. Unaweza ukamuona, lakini nisubiri hapo. Basi sawa. Karibu. Bosi, shikamoo. Marhaba, mtazamo mko? Salama. Karibu. Asante. Bosi, yule kijana ambaye alikuja jana kuomba kazi amekuja, anahitaji kuonana na wewe. Basi sawa, mruhusu apite. Sawa bosi. Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Pesa ugomvi ndani ya nyumba, moto moto. Sina pesa lakini Bwana Junior, hongera sana kijana wangu. Asante blaza. Yaani katika vijana wote niliowafundisha kazi, haki ya Mungu umeupiga mwingi. Maana haya mambo yanahitaji roho ngumu. Roho ngumu kweli. Hongera sana. Lakini vipi kuhusu kule chumbani kwako? Kwanza kakaladi nikurudishe nyuma kidogo. Unajua ukitaka kufanya kazi na watu unatakiwa na roho ngumu. Yaani hawa jamaa ukitaka uwe nao sambamba, yaani kitu ambacho anachokuambia lazima ukifuate. Ndio. Sawa. Na kuhusu kwenye kile chumba wala sina wasiwasi, maana wenyewe ukishatimiza jambo lao na unakuta kitu chako. Na kwenye kile chumba na nikichukua zile hela nataka nikanunue gari 3. Wewe kufidia na ile iliyoungua. Acha bwana. Asiwe ni hatari. Dogo uko vizuri. Saluti kwako. Hamna shida kaka. Sasa subiria dakika moja. Okay. Basi sawa. Haya. Dogo. Sasa ngoja tumalizia kila kitu hapa sawa? Mambo yetu haya. Alafu baadaye twende kwetu kanani sasa. Usijali, usiwaze kuhusu hilo. Hamna shida. Kujipongeza blaza. Uko vizuri.
Ulisema unaitwa nani? Naitwa Jaka. Unaweza ukaingia ofisini kwake. Samani. Ofisini kwake ndo wapi? Pita tu hapo, mlango wake uko pale ofisini. Haya, asante. Sasa unavuna nini tena? Hapa tumeingiliwa. Anaonekana kijana muhuni. Chikati mavazi yake tu. Mbona yuko smart tu? Wewe umejisahau kipindi unakuja hapa na kupoka. Wewe. Endelea kazi hapo nafuta. So basi ukweli lazima niseme. So kila kijana unayemuona anayekuja kuomba kazi hapa eti ndio kachukulia ni muone. Wengine ni maisha tu yanawapelekea wanakuwa kwenye hali kama zile. Karibu. Asante bosi. Bosi, shikamoo. Marahaba. Kwema. Kwema. Jana nilikuja nikakutana na wenzangu hapo mapokezi. Nikawaulizia kuhusu wewe, wakasema haukuwa sawa. Sijui alikupatia vile vyeti vyangu ambavyo niliwaachia. Unaitwa nani? Naitwa Jaka. Jaka. Ndio. Bwana Jaka. Naam boss. Kwanza napenda kukupa hongera sana. Sababu jana nimepitia vyeti vyako. Kiukweli CV yako ya elimu iko vizuri sana. Shukrani sana boss wangu. Kwa hiyo ningependa kukutoa hofu kwamba kazi umeshapata. Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Pesa ugomvi ndani ya nyumba, moto moto. Sina pesa lakini mapenzi yanani